oa. Kama usomi shule na unaona kabisa kwamba unaweza ukampa ugali huyo dada, kuna mahali pa kumlaza, nenda uoe. Binti, kama usomi. Sisha amani ndani ya mwanadamu. Ajali hazikomi. Kila kukicha, mihangaiko, vifo na hata ugumu wa maisha umekuwa changamoto katika ulimwengu huu. Zoruba imeikumba dunia, zoruba imeikumba miji mikubwa, lakini kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato na kuletea mikutano inayorejesha tumaini katika dhoruba mijini. Tumaini katika dhoruba mijini. Katika dunia hii tunayoishi, kuna miji mingi imekumbwa. Kwamba usikutane na binti amekuvutia ukamwambia nataka nikuoe. Hatufanyi hivyo. Hata kama binti amekuvutia, endelea kumfanya kuwa rafiki yako wa kawaida. Akiwa rafiki yako wa kawaida, atajifunua kwako, atakuwa wazi kwako, atakwambia mambo mengine kukusaidia. Mfanye kuwa rafiki wa kawaida. Utasikia maneno haya kwa rafiki: yaani mimi sipendi kuolewa na mwanaume mwenye mama mkwe ni wabaya. Na wewe mama yako kama mama Urio, hana mpango wa kufa leo wala kesho. Si unaona huyu hakufai? Tayari unamweka kando. Na rafiki wanaweza kuwa wengi, usichanganye. Shida yenu ni kwamba unakutana na binti unamwambia nataka nikuoe, na huyu umemwambia nataka nikuoe, na huyu nataka nikuoe, kabla hujasoma tabia. Hatufanyi hivyo. Urafiki ni kitu cha kawaida, mnapelelezana kugundua kama mtaenda atafaa kuwa mkeo. Kwa hiyo usimwambie kitu kwanza, endelea kupelelezana. Kama mmezaliwa kijiji kimoja, ina maana wazazi wake unawafahamu. Kama mnasali kanisa moja zaidi ya miaka miwili, hakuna sababu ya uchumba wa mwaka. Hakuna sababu. Tunashauri watu wakae uchumba ili wapelelezane tabia, ukajue ukoo wao, ujue mama yake yukoje. Ni kitu cha muhimu. Kijana wa kiume, peleleza mama wa binti yukoje. Ndoa nyingi zina shida kwa sababu ya mama wa binti. Hivi wewe umemtembelea baba mkwe na unaona kabisa ndio wewe hata hujaoa, unaona baba mkwe anaambiwa hujala, si ugali unapoa? Hapo ni mahali pa kuoa. Wakati wanaume wenzao wanaambiwa karibu mume wangu, wewe unaambiwa chakula kule kinapoa. Hapo hamna kitu hapo. Peleleza uone. Binti, peleleza huyo anayekuvutia huyo kabla hujamkubali kwao wakoje, wana tabia gani. Wenzenu zamani, ndio maana magonjwa yalikuwa yanabaki kwenye koo fulani tu. Yalikuwa hayavuki kwa sababu wakati wa kuchumbia, wakati wa kuposa, wanapeleleza magonjwa yote yanayopatikana kwenye hiyo familia. Na hivyo yalikuwa hayavuki. Mimi kule kwetu ninakotoka Milimani, kuna familia ukoo ni warembo. Unaangalia unasema Mungu ameumba, mashallah, wameumbwa wazuri. Lakini wanaolewa na watu wa mbali tu. Kwa nini? Eti bibi yao huyo ambaye hata sisi hatukumuona alikuwa anabuya tumbaku. Kwa hiyo pale mtu akipenda naambia ile familia ya wabuya vitumbaku, hawaendi shamba wale wanabuya vitumbaku. Kwa hiyo familia nyingi zilikuwa hivyo. Sasa hivi mnakutana, hakuna kupelelezana. Baadaye unakuja kugundua umeshaolewa, kumbe umeolewa kwenye familia ya wachawi. Halafu unalalamika, mama mkwe wangu ananitafunia watoto. Ungepeleleza kabla. Kwa hiyo pelelezeni. Kwa hiyo kama mnajuana, kama mnafahamiana, hakuna sababu ya kukaa muda mrefu. Mmesali wote, mmeimba kwenye hiyo kwaya pamoja, mnaishi mtaa mmoja, miezi 6 inawatosha kufunga ndoa. Umri wa mwanamke ni lazima uwe mdogo, mwanaume awe mkubwa, hiyo ni lazima. Ingawa sio dhambi, usije ukasema mtumishi alisema dhambi. Mwanaume mzidi mwanamke mambo haya matatu. Moja, mzidi umri, si dhambi, lakini
mbele ya safari itawasumbua kama umri sawa. Nimesema mwanamke anapevuka mapema akili. Ikiwa kijana na miaka 27 akaoa binti mwenye miaka 27 au 26 hata 25, huyu binti ni mkubwa. Wakati kijana anawaza sabufa, binti anawaza kiwanja, wajenge chumba kimoja waingie. Na hivyo ndani ya nyumba mwanaume ataona anataka kuburuzwa, ugomvi utaingia. Jambo la pili, lakini basi kabla sijasema sababu ya pili, kabla sijasema kitu cha pili cha kuzidi, naomba nifafanue tena hapo kwa nini mwanaume awe mkubwa, mwanamke mdogo. Moja, nimesema sababu yake kwamba mwanamke anakomaa akili mapema kuliko mwanaume. Lakini sababu ya pili, mwanamke anachakaa mapema, anazeeka mapema. Ukioa mwanamke mnayelingana, atazeeka na wewe utakataa kuongozana naye. Mume wangu twende basi kanisani, tanguliamo na kuja. Samahani, huyu ndio shemeji. Habari za siku nyingi utaki kusema, kwa sababu anaonekana mkubwa kuliko wewe. Lakini sababu nyingine, kuna umri ukifika, mwanaume umri huo mwanamke akifika huo umri, hamu yake ya tendo la ndoa, kama hajui yale nini aishije, inashuka kabisa. Wakati umri kama huo mwanaume anarudi kwenye bale. Sasa angalia, mmekaa ndani ya nyumba watu wawili, huyu anahitaji sana maji ya kunywa, huyu kiwi hana. Nini kinatokea? Na hata wewe ukijiuliza, kati ya wanaume vijana na wanaume watu wazima, ni nani huwa wanahangaika nje? Watu wazima. Kwa nini wamama wanafunga break? Na kwenye mkutano huu, huko unako nisikiliza mbali na hapa karibu, kama una tabia ya kumfungia break mumeo, ushindwe kwa jina la Yesu. Uchoyo mpaka kwenye vitu visivyo kuhusu, roho mbaya. Mke wangu, naomba tumaji ninywe. Umezidipo, amezidi, uliambiwa vikombe vingapi anywe? Biblia inasema kweli kiasi, lakini kiasi chake wewe unakijua ni kipi? Acheni roho mbaya wa mama, hasa wale watu wazima wale kama mimi wale. Mchana kutwa ana kazi zake, anafanya kazi kama zote. Ikifika jioni, mgongo, mgongo. Mgongo. We mama wewe, mgongo ni jioni tu. Shindwa. Mkiona umri sawa, mwanaume magonjwa yanakuja kwake mapema, hasa magonjwa ya moyo. Kwa mwanaume yanakuja mapema kibiolojia, kwa sababu vile alivyoumbwa. Kama mmeoana umri sawa, ina maana huyu baba atakuwa mgonjwa wa kumtunza hamna, na mama amezeeka na yeye wakati huo magonjwa pia yanakuja. Hebu pishaneni umri kuanzia miaka 4, si vibaya, lakini isipishane sana. Ikipishana sana pia utashindwa kuenjoy. Atakuwa na eti kizezee na wewe unataka mcheze vidali po, mkimbizane. Kwa hiyo umri usizidi sana. Jambo la pili la kumzidi mwanaume umzidi mkeo ni akili. Hakikisha una akili kuliko yeye kabisa. Muombe Mungu akupe akili kuliko mkeo, ili ujue kwamba mke akifanya hivi, mimi nifanye hivi. Maana ndivyo Biblia inasema, kwamba ili muishi na wake zenu muwe na akili. Na ukiona nyumba yako ina magomvi, ni kwa sababu we baba akili yako haina akili. Dishi lako upepo ukija linayumba kidogo. Mwanaume aliye stable kwa akili hagombani na mwanamke. Utajua kwamba anafanya hivi ni ule wanawake wao, ngoja mimi nifanye hivi. Jana niliwaambia ule mfano, ndani amejaza viatu mwanamke, amejaza nguo, hata mwenyewe anazisahau. Siku ya kwenda kwenye party, mnaenda kwenye harusi, anapoteza muda, anasema yeye hana nguo ya kuvaa na ndani zimejaa. Hiyo ni nini? Mwanaume mwenye akili anamwambia mke wangu, vaa ile nguo yako nyekundu tutoke. Mama anavaa nyekundu wakati hata baba mwenyewe haikumbuki wala haijui, amejisemea tu. Ishini na sisi kwa akili, sio kwa nguvu.
Tumeumbwa kwa namna ya ajabu sana sisi wanawake. Wanawake tuna maneno mengi, na mwanamke ni lazima aseme hayo maneno. Unajua nyie mjui raha alio nayo mume wangu. Maneno namaliza kwenu. Maneno namaliza kwenu. Nikienda kwa Urio maneno yanaisha. Maana niende kwenye mikutano, nirudi niimbe kwaya, hayo maneno bado yapo. Sasa we mke wako haimbi, hafanyi chochote, maneno yote. Na ukiona mwanamke yule ambaye haongei kabisa, fuatilia kwa mumewe. Mumewe ana tabu, anaongea huyo ndani, wale wanaongea nje maneno huwa yanapungua, kwa sababu lazima mama aongee. Na hapo napo ishini nasi kwa akili. Mwanamke anakuja na una kazi, unafanya kazi yako. Wachungaji unaandaa somo. Unapoandaa sermon na anakuja, basi tumeambiwa, mama Urio anakuja, havina kichwa wala miguu. Unajua kama una akili unamwambiaje? Uoni nina kazi, niache nifanye kazi. Utashangaa baadaye amenuna na wewe ukumbuki. Mama unauma. Kwa sababu kwake hicho ni kitu kikubwa sana. Ila ukitumia akili, sweetie unaniona namalizia hii kazi kidogo tu, alafu nisimulie hicho kitu. Wewe baadaye mwambie, hebu niambie ulikuwa unaniambia nini? Hivi mnajua huwa hatukumbuki Hivi nilikuwa nakwambia nini? Nilikuwa nakwambia nini? Kuishi na mwanamke inatakiwa akili wa baba. Namba 3. Mzidi mkeo pesa. Mwanaume lazima utafute pesa chapa. Tafuta chapa ili uishi na mwanamke. Ndivyo walivyoumbwa, ndivyo hivyo tumeumbwa. Ndicho aliponzeka Adam. Adam aliona upuuzi, kwa sababu wanawake tunapenda vitu vipya, kuona vitu vipya, vitu vingi. Adam akaona upuuzi kutembea bustanini. Alikaa. Nini kimemtokea? Wanawake ni waajabu sana. Mwanaume anaweza akafanya kazi maisha yao yote akimlisha mkewe bila manunguniko. Mwanamke atavaa vizuri, atalala vizuri bila watu kujua kama huyu mama hana mchango wowote hapa nyumbani. Mwezi mmoja tu majirani wote watajua, mimi ndio mwanaume humu ndani, mimi ndio nakulisa. Wamama tupone kwa jina la Yesu. Wababa wakitununulia magari hawatupi masharti nani apande. Lakini wewe Rogwa ununuliwe gari na mkeo, ile siti ya mbele atakupangia asipande mtu yeyote. Hapa napanda mwenyewe. Tafuta mzidi pesa, tafuta pesa mwanaume. Wanaume wanaotafuta pesa wanaheshimiwa nyumbani. Ukitaka udharauliwe nyumbani, wewe utoke na suruali, urudi na suruali jioni. Wamama sio wavumilivu, na ni Mungu amewaumba wanaume kuwa maprovider. Wao ndio wanaotoa. Tutasoma maandiko, tutajifunza tukifika kwenye hilo somo. Biblia inasema kama Kristo anavyolitunza kanisa lake, ndivyo wanaume wafanye. Bahati mbaya kizazi hiki, wanaume wengi hawajielewi. Unapataga shilingi ngapi kwenye chapati hizo? Wewe, pesa ya mkewe ya nini? Pesa ya mke wako ya nini? Kwa wale wa Adventista wa Sabato, roho ya unabii imeandika vizuri sana. Imewaandikia roho ya unabii, ifuatilieni. Ninyi matengenezo yako kwenye nyama tu kwa sababu ya ubahiri. Ila kwenye matengenezo ya pesa, hapo Unajua inaandikaje? Ngoja nikudokeze. Ukisoma kwa kile kitabu nilichonacho mimi, lile toleo, ukurasa wa 178, kwenye kichwa kinachosema mambo ya fedha nyumbani, katafute usome. Anasema yapasa kusaidiana. Usidhani ya kuwa ni sifa njema kubania fedha na kukataa kumpa mkeo kiasi cha fedha. Mpe mkeo kiasi cha fedha upatazo kila juma au kila mwezi. Mwache azichukue ziwe mali yake mwenyewe. Na pia aruhusiwe kutumia pesa anazojipatia kwa kama anavyoona mwenyewe. Anasema mkeo ana akili bora na timamu. Hujui cheo apaswacho mkeo kuwa nacho.
muache mkeo awe huru na pesa. Roho ya unabii imewaandikia. Lakini unakuta mwanaume, hasa wanaume wa sasa, vijana hawa, anaitolea macho pesa ya mkewe. Muache atoe kwa hiari. Ukitaka uheshimiwe baba, shika hii. Waulizeni wa baba wa zamani, kwa nini wanaheshimiwa mpaka uzee? Kwa sababu wamechukua majukumu ya kutunza familia. Lazima uheshimike. Hivi mnajua wanaume wenzenu wanavyofanywaga nyewe wanaume vijana? Wenzenu wakirudi tu wanafanya hivi miguu. Tunawavua na viatu na socks ili aje nyumbani vizuri. Wewe unatafuta hata wakukwambia karibu mume wangu hakuna. Kama anajitafutia mwenyewe anasumbuka nini? Na hiyo haina maana we mama, kwa sababu unajitafutia. Umdharau huyo baba. Kila mtu atahukumiwa na Mungu mwenyewe. Fanya wajibu wako kama mke mwema. Sasa mke yeye amzidi nini mume wake? Mke mzidi mumeo subira, usafi, mipango, maombi. Kwa nini mipango? Mwanamke ameumbwa kwa namna ya ajabu sana. Sisi ubongo wa mwanamke ni maboksi boksi, kila boksi limeungana nyaya. Yaani nyaya za umeme zimeungana maboksi yote kwenye ubongo. Wakati mwanaume boksi hili linajitegemea na boksi hili, havina uhusiano. Na ndio maana kwenye hii mikutano huko unakonisikiliza, mwanaume kitu kinachoitwa love na sex havina uhusiano kabisa. Kimoja kikipita mlango huu, kingine kinapita mlango huu. Na maanisha nini? Wale wa mama wanaofikiri kwamba tendo la ndoa ndilo peke yake linashika mumewe, unajidanganya. Hilo kwake si kitu anaweza kupewa na mtu yeyote, hata asiyempenda. Kaa vizuri na mkeo, kaa vizuri na mumeo. Mama, tutajifunza, linda mume wako. Hashikwi na hilo tu peke yake, hapana. Mdomo unafikiri kwamba eti kule chumbani na unashika mumeo, hamna. Ndio unajishanga, jamani, kwani mimi namkosea wapi? Mbona mimi kila kitu namupa, kila kitu nampa, kati adabu una? Alikwambia anataka hiyo? Anataka respect mwanaume. Kwa hiyo mzidi mipango, kwa sababu sasa mwanamke anaweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Hayo mambo ni ya kweli. Ukisoma Mithali ile 31 kuanzia lile fungu la 10, zile sifa za mke mwema ni za kweli. Nikiwa binti mdogo tu nimeolewa, nilikuwa nasoma ile Mithali afu nilikuwa sielewi. Nilikuwa najiuliza, eti mke mwema uangalia shamba kalinunua. Hasa mimi pesa za kununua shamba nitatoa wapi? Nilikuwa najiuliza sana. Mwanamke mjasiriamali ni mwanamke mwema wa Mithali. Mwanamke ana mikono inayoenda kazini, mingine inaenda shambani, kwenye biashara, kulea watoto, kulea mume, kufanya kazi ya Mungu. Vyote vinaenda, ndivyo Mungu alivyotuumba. Kwa hiyo mzidi mipango, kwa maana kwamba unaweza ukafanya mambo mengi kwa wakati mmoja na kuinua uchumi wa familia yenu. Nilikuwa nawaambia wale wanaonibeba kwamba mimi niko huku nafanya kazi ya Mungu, na wasiliana kwa simu, kule wanakunguta ufuta wangu shambani, ili baadaye niuze nipate mafedha, niishi kwa furaha bila kusumbua mzee wa watu, tule raha duniani. Tafiti zinaonesha familia zenye uwezo wa chini zina magomvi zaidi. Hizo ni tafiti, na mimi nazikubali. Unajua kwa nini nazikubali? Huyu mama ambaye hajaachiwa hata maharage au dagaa, alafu mume anarudi kule na suruali, ana ubavu wa kwenda kumuhagi, karibu mume wangu karibu. Hiyo nguvu inatoka wapi? Hamna, si ndio? Wale wanaotoka na kumwambia mumewe wao, karibu mume wangu, karibu, pole kwa kazi, ndani umeshapikia watoto ubwabwa na maharage na cabbage, si ndio? Nyie wa baba ndio maana hata uambiwi pole. Mimi wangu akija namwambia kwa kilugha, kwa sha, pole kwa kazi, alafu na tabasamu. Mwanaume yani uchovu wote unaisha. Wewe ukitaka ummalize mmeo, hebu ukimwangalia tabasamu. Hata hivyo nyewe mama mliolewa, hebu punga. Kwani aliyewaloga kafa au?
Wakati mnaposana, mnakumbuka? Wakati mnachumbiwa, si mnakumbuka? Mlikuwa mkitazamana nini kinatokea? Kama kajinga mnacheka bila sababu, si ndio? Sasa ni nini leo unamwangalia mumeo mama, unamtolea macho yote mpaka mwanaume ndio yeye anashusha macho? We mama, tokeaje? Nimemuomba Mungu sana kwa kweli mimi nisiwe mwanamke wa namna hiyo. Yangu tumeanza 36, lakini siwezi kumwangalia ulio nikamkazia macho. Lazima nitabasamu kikike. Na tabasamu kikike na macho ya kike. Na muangalia mumeo mimacho ndio maana na hela ampewagi nyewe wa mama. Tunashona sare ya makambi, unipe hela ya makambi. Sina. Hata mimi mwenyewe ningekwambia sina. Unaonaje? Mmefanya ibada, mkala chakula, halafu ukampa tena chakula akala kile anachopenda, ukabaki unampetipeti. Nikwambie sweetie, wenzako tuna makambi. Hivi unajua mimi mke wako unavyonipenda? Mpaka sasa sijashona sare. Kwa nini? Sina hela. Kwani shingapi? Anakupa kirahisi. Yaani kweli Delila hana Yesu anishinde mimi Delila? Delila Yesu hana ananishindaje? Wa mama, mbona Delila mimi Delila huwa simuangalii kama wengine wanavyomuangalia. Mimi Delila kwangu namchukua vizuri, in a positive way. Kama lile jamaa na miguvu yote limetunza siri, lakini mwanamke akafanya mpaka aseme. Wanaume wote. Sasa wewe kama yule wakati ule angalau huyu wako dhambi imemmaliza na kusumbua nini mama? Mnatakiwa muwe sawa katika mambo yafuatayo. Maelewano, wote muelewane. Baba tafuta maelewano, mama tafuta maelewano. Lakini wote wawili muwe sawa katika kuvumiliana. Mke mvumilie mumeo na mume mvumilie mkeo. Lakini jambo la tatu ambalo mnatakiwa kuwa sawa, heshima. Mpeane heshima sawa. Mume muheshimu mke wako. Tabia ya wababa kusema wake zao mbele za watoto ni tabia mbaya. Inafanya mke wako adharaulike. Na wewe pia, sikia niwaambie wababa, watoto wa kiume wanapenda mama zao sana. Kuna muunganiko usio wa kawaida kati ya mama na kijana wake. Hata angekuwa mvulana mdogo, unapomgombeza mama yake, yeye akiona anaweka akiba. Na ndio maana wababa wengi wanapokuwa watu wazima wamezeeka, wamama wakiwa watu wazima wanarudi tena kustawi. Tunasimama uzee hivi. Ukipiga simu tu, mama mbona unaongea kama una hela? Vipi huna hela? Kalaki kameingia. Mama vipi? Hapo nyumbani pako sawa? Pako sawa baba. Ngoja tu nikutumie kahela. Kameingia. Wewe baba hauweki akiba, wamama wanaweka akiba. Acheni gombeza wake zenu. Vumilieni mwende chumbani. Kama ni lazima mkosane, kule chumbani kwenu fungeni mlango, halafu anza kumwambia mkeo unachotaka. Lakini usiseme mbele ya watoto. Watoto wanakuchukia. Watu wazima wanaelewa. Wa vijana wenu wameoa, wako huko mikoani. Mabinti zenu wameolewa, wametawanyika, hawapo kwenu. Wanapopiga simu nyumbani, kijana wa kiume anaongea na mama yake, wanacheka. Alafu kijana anamuuliza, mama vipi baba yupo? Kwa aibu yuko hapa. Baba huyo msalimie jioni. Baba shikamo. Habari za hapo nyumbani, mnaendeleaje? Hakuna story. Nirudishe kwa mama. Hakuna story kwa sababu tangu akiwa mdogo hakukuwa na story. Lakini wanaendelea kucheka na mama yake. Niwaulize, kati ya vitenge na makoti, huwa nini vinakuja kwa wingi? Kwani makoti hakuna madukani? Nyewe baba wadogo, shikeni hiyo. Wakina mama mara nyingi huwa wanawafanyia fitina na watoto bila nyewe kujua. Inawezekana kwenye malezi ya watoto labda nitagusa, lakini muda wangu haunitoshi kwa hili juma moja kufundisha vyote ninavyotaka. Usimchape mtoto